vitu ambavyo vilisababisha ziwa Tanganyika kuingia katika hali ya kukosa mapato kabisa ilikuwa ni kitu ambacho wataalamu wametuambia ni overfishing, kuvua kupita kiasi. Na moja ya yani mambo ambayo yanapelekea watu kuvua kupita kiasi huwa kuna sababu nyingi, lakini sababu kubwa ambayo wizara wameielezea ilikuwa ni kwamba tathmini ya vyombo kutokea mwaka 2000 mpaka kuja mwaka 2020. Yani kutokea mwaka 2000 kulikuwa na vyombo vya uvuvi 11,000. Lakini kufika mwaka 2020 vyombo vya uvuvi vikawa 30,000 na kidogo. Kwa hiyo unakuta kwamba vyombo vya uvuvi vimeongezeka. Na vyombo vya uvuvi vimeongezeka ni kwamba vipo ambavyo vinavua giza, vipo ambavyo vinavua wakati wa mbalamwezi, vipo ambavyo vinavua mchana, na vipo vinavovua usiku. Sasa kama watu wote tutaelekeza kwamba shughuli yetu ni lazima iwe ziwa, wakati idadi ya watu tunaongezeka na idadi ya ziwa haiongezeki, maana yake ni kwamba kwa vyovyote vile samaki watapungua. Lakini pia kwa sababu samaki wanapungua, watu wanajaribu wanafikiria kwamba mbinu walizokuwa wanatumia za uvuvi zitakuwa ni mbovu. Wanaanza kuleta sasa, kwa mfano leo ukienda eneo la Migumire tu hapa Migumire hapa, utakuta ongezeko kubwa la nyavu za tunaziita monofilament. Zile nyavu ni sumu. Nyavu tunaziita ni sumu, na kama ulivyoona pia operation inaofanyika huku mikoa ya Rukwa ni kwamba ni nyavu za sumu tupu ndizo zinazotumika sasa, kwa sababu ile nyavu kwa kawaida ni kwamba ukiiweka kwenye maji itamvutia samaki, kwa sababu kuna kwenye zile pembe zake zile kunakuwa kama kuna tabia ya kumieka, na samaki huwa kawaida anatafuta chakula. Kwa hiyo zile pembe zinapomeka yeye anakwenda akijua pale ni chakula, akifika tu ananasa. Kwa hiyo kuongezeka kwa hizo nyavu, lakini pia kutokuchukua hatua. Alafu kuna uvuvi wa kokoro. Mpaka leo tunasema kwamba kokoro ziliondolewa tangu mwaka 80 mwaka 90, lakini mpaka leo kuna maeneo ambapo kokoro bado zinafanya kazi. Lakini pia kuna uvuvi huu wa ringnet. Uvuvi wa ringnet umegeuka tena kama kokoro ya kisasa, kwa sababu watu yale maeneo ambayo ni mita 1000 ambapo kwa ziwa Tanganyika turuhusiwi kuvua, wakati mwingine watu wa ringnet ndiko sehemu ambako wanavulia dagaa na samaki maeneo hayo. Wote ni uvuvi haramu. Lakini pia kuna ongezeko la uvuvi wa samaki wa changa ambao ni nyamnyam na dagaa wale. Hayo yote yangeshughulikiwa vizuri, huenda tusingefikia hata kwenye hii adha ya kufunga, lakini haya kushughulikiwa, kwa sababu ukiangalia hata boti za doria kwa mfano saizi unaweza kaenda tu pale sokoni Kibirizi ukakutana kuna wale samaki wadogo tunaoita mgara, lakini hao samaki watakuwa wamevuliwa na watoto vijana ambao wanatumia neti. Wanatengeneza neti, wanatengeneza wavu mkubwa, wanaanza kuvua. Ukienda tu pale sokoni utaka. Sasa hivyo vitu ni kwamba kukosekana kwa hizi boti za doria ambazo zinaweza kazi nafanya kazi kila siku, kama ambavyo tunavyoona BMU wanafanya kazi, maana yake ndo kuongezeka pia kwa uvuvi haramu